Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za wakati huu mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena tunakutana katika kapu la habari. Mimi Hilali Sefu Yami nitakusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Zuberi Mgaya. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Mafuriko yapelekea kaya 25 kata ya Majengo na Kipampa manispaa Kigoma Ujiji mkoani Kigoma kukosa makazi. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi wapongeza washiriki mashindano ya kimataifa ya kuhifadhi Qur'ani tukufu. Katika rubaa za kimataifa zaidi ya watu 70 wajulikani walipo baada ya mashua waliokuwa wakisafiria kupinduka katikati mwa bahari ya Mediterania. Na mkapu la habari linaanzia mkoani Kigoma. Zaidi ya kaya 25 katika kata za Majengo na Kipampa manispaa ya Kigoma Ujiji zimepoteza makazi baada ya nyumba zao kumoka kufuatia mvua kubwa iliyonyesha usiku wa kuamkia Jumapili ya Aprili 5 na kuharibu miundombinu ya kutiririsha maji na kusababisha maji kusambaa kwenye makazi ya watu. Taarifa ya Emmanuel Matinde inasomwa naye Rajab Shaban. Baadhi ya wananchi waliokumbwa na kadhia hiyo wameeleza namna mvua ilivyoleta athari katika makazi yao, huku wakiomba msaada kutoka kwa serikali. Sasa tulikuwa tumekaa ndani, kuja kushtuka kutoka nje nakuta maji yamejaa uani. Kuja kutoka barabarani ni bwawa. Kwa hiyo tukachanganyikiwa kuja kuangalia mafuriko, mako unasengua maji mengine yanaingia. Ikabidi toboe matundu mengine maji yaweze kutembea ndani ya nyumba. Lakini alhamdulillah maji yalifanikiwa kupungua na nyumba ndo kama nyumba imeisha. Kwa si hapa tuna makazi ya kwenda. Na sasa hivi hapa ninapozungumza nimepata matatizo ya kuangukiwa na nyumba tukiwa tumelala usiku na mvua iliyokuwa nyingi sana. Naomba msaada wa serikali wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inisaidie kwa kweli. Mvua imetukuta kuanzia saa 2 jioni mpaka saa 2 usiku mpaka saa 6 usiku. Maji yalikuwa mengi sana, litoboa nyumba hii mpaka kuingia ndani pako chepe matope matupu. Mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji Musa Maulidi amethibitisha kuwa madhara yaliyotokea yamesababishwa na kutokamilika kwa ujenzi wa mfereji unaotoa maji katika bwawa la Katubuka kuelekea ziwani. Maeneo haya ambapo tumepata maafa haya ni maeneo ambayo mfereji uliishia, ulikuwa unatakiwa uendelee kurekebishwa kwenda kupeleka maji ziwani. Lakini tatizo lingine, changamoto ambayo tumeigundua ni katika mradi huu wa TACTIC kwa barabara hii ya Kawawa. Kipenyo cha makaravati ni kidogo ukilinganisha na wingi wa maji ambao unaupita, kitu ambacho kinasababisha yale maji yanakuja kwenye mitaro yanakuwa ni mengi kiasi kwamba yanashindwa kupita kwenye kile kipenyo, yanafurika yanaenda kubomoa nyumba za watu. Kufuatia hali hiyo, katibu tawala mkoa wa Kigoma Hassan Rugwa aliyefika katika maeneo yaliyoathirika ametoa maagizo kwa uongozi wa halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji kuchukua hatua za dharura ili kukabiliana na hali hiyo na kuepusha madhara zaidi yanayoweza kutokea. Na waita wataalamu hapa, nataka leo hii watushauri mpango wa kwenda nao hapa. Na leo hii mtafute malori, mtafute vifusi, mtafute mchanga, na hata kama simenti inahitajika mtafute, tuanze kazi hapa leo. Kwa sababu kazi hii ni ya dharura, sio? Kuna sehemu tunaweza tukasubiri yani kwenye situation kama hii tunaweza tukavunja mradi wote ule, mradi tunusuru maisha ya watu.
kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaweza vikasubiri visifanyike leo na bado tukawa salama, lakini kwenye hii haiwezi kusubiri kwa sababu manake huku chini kote kuna watu, si ndio? Ukiacha kesho tunakuta watu 100 wamekufa huku chini. Manake nini? Awali mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua ametembelea na kuwafariji wananchi walioathiriwa na mafuriko hayo na kueleza hatua za awali zilizochukuliwa, huku akiwasihi wananchi kuwa watulivu wakati ambao serikali ikiendelea kutathmini madhara yaliyotokea. Kwanza tumeagiza timu ambazo zinahusika na maafa kupitia waratibu wao wapo kwenye maeneo yote ya manispaa ya Kigoma Ujiji ili kuhakikisha kwamba tunapata takwimu sahihi zisizo na shaka kuhusiana na uharibifu uliojitokeza. Na baada ya hapo sasa itakuwa ni hatua za kuchukua kama serikali, kwanza kurekebisha miundombinu ambayo mpaka sasa imeharibika, lakini pia kuona mahitaji ya kibinadamu ambayo sisi kama wananchi wa Kigoma kama viongozi tunaweza tukafikiria namna ya kuwapa pole wale ambao wamepatwa na changamoto hii. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema mashindano ya kuhifadhi Qur'ani yamekuwa chachu ya kuibua vipaji vya vijana pamoja na kukuza maadili mema katika jamii. Rais Dr. Mwinyi ameyasema hayo katika hafla ya chakula cha usiku iliyoandaliwa na Jumuiya ya Tuzo za Kimataifa za kuhifadhi Qur'ani tukufu. Dr. Mwinyi ameeleza mashindano ya kuhifadhi Qur'ani sio tu mashindano ya kitabu kitukufu, lakini pia ni kielelezo cha kuitambulisha Tanzania yenye amani duniani kote. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nyote mtakubaliana nami kuwa mashindano ya kuhifadhi Qur'ani yamekuwa ni chachu ya kuibua na kukuza vipaji vya vijana wetu katika fani hii ya usomaji wa Qur'ani pamoja na kukuza vijana wenye maadili mema katika jamii yetu. Nampongeza sana Sheikh Othman Kaporo na taasisi yake kwa kazi hii nzuri wanayoifanya katika taifa letu. Hakika mashindano haya si tu kuwa ni mashindano ya kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu, lakini pia yamekuwa ni kielelezo chema cha kuitambulisha Tanzania yenye amani duniani kote. Rais Dr. Mwinyi amewahakikishia wageni na washiriki wa mashindano ya kuhifadhi Qur'ani yanayofanyika nchini kuwa Tanzania iko salama, yenye umoja na mshikamano unaojidhihirisha kupitia mikusanyiko hiyo. Kadhalika naisihi jamii kwa ujumla tuendelee kuimarisha maadili mema, kuwapa malezi mema watoto wetu na kupambana na mmonyoko wa maadili kwa kutumia mwanga wa Qur'an tukufu. Sote tunafahamu kwamba mwenye kushikamana na Qur'ani ni mbora mbele ya Mwenyezi Mungu. Aidha, tuzingatie kuwa Qur'ani ni dira na mwongozo wa waja katika maisha ya dunia na akhera, na hivyo mafanikio yetu yamo ndani yake. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wanaoshikamana na kitabu chake cha Qur'an na tuwe wenye bidii ya kukisoma na kuzingatia mafundisho yake ili iwe sababu ya kukuza imani zetu na kupata daraja zaidi ya uchamungu. Miongoni mwa waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja na mgeni maalum Sheikh wa msikiti Al-Haram wa Makkah Sheikh Badri bin Muhammad Al-Turki na balozi wa Saudi Arabia nchini Tanzania. Mashindano ya kuhifadhi Qur'ani ya kimataifa yaliyofanyika Jumapili Aprili 5, 2026 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mshiriki kutoka Libya Ibrahim Hilal Zeidan ameibuka mshindi wa kwanza kupata alama 99.12. Mshindi wa pili Saidina Al-Ghalla kutoka Mauritania alijikusanyia alama 99.06 na mshindi wa tatu Ahmed Karim Sheikh Maduf kutoka Urusi aliyepata alama 98.75. Jumuiya ya Tabia za Kiislamu JAI tawi la Ukonga kwa kushirikiana na taasisi ya Direct Aid zimeendelea kusogeza huduma za kiafya bure kwa wananchi kwa kuendesha kambi za matibabu zinazotembea mobile clinic kwa wakazi wa Ukonga jijini Dar es Salaam. Taarifa ya Aisha Mpatila inasimuliwa naye studio Rajab Shaban Matuga. Akizungumzia kambi hiyo iliyofanyika katika shule ya msingi Mzambarauni, Ukonga jijini Dar es Salaam, mratibu wa huduma za kliniki zinazotembea taasisi ya Direct Aid Saidi Hamadi Saidi amesema huduma za matibabu na vipimo mbalimbali zinatolewa kupitia programu hiyo.
Huduma zetu zinaambatana na ushauri wa madaktari bingwa. Daktari wa mifupa atakuwepo hapa, daktari specialist, pamoja na daktari bingwa wa kina mama. Lengo letu ni kusaidia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan katika zoezi lote la afya kwa jamii. Mgonjwa anapoonekana na changamoto hapa atahudumiwa bure kabisa bila malipo ya aina yoyote. Lakini pia kionekana kuna shida ya muda mrefu au shida ambayo inahitaji ushauri zaidi, maana yake tutampa appointment, yani tutampa ratiba aje ya kutuona hospitali au aende katika kituo cha karibu kwa ajili ya kupata huduma zaidi. Kwa hapa Dar es Salaam, programu hizi zimeanzishwa muda mrefu na huwa zinafanyika katika sehemu mbalimbali. Leo tuko hapa ni kwa sababu tunaona uitikio wa watu ni mkubwa mno. Tulishaikuja mara ya kwanza, tuliona uitikio wa watu ni mkubwa. Msimamizi mkuu wa kituo cha Jai Ukonga, Juma Mwaipopo, amesema kambi hizo za matibabu zinawasaidia pakubwa kuwafikia wagonjwa majumbani wanaohudumiwa na taasisi ya Jai. Tumekuwa na ongezeko kubwa sana la wagonjwa wa majumbani, ambapo kutokana na uwezo mdogo tulikuwa nao tunashindwa kuwafikia. Kwa hivyo tumeweza kuwaomba ndugu zetu wa Direct Aid Society, na tunawashukuru sana kwa zao. Baada ya kuwapelekea maombi haya, wameweza kuitikia na kuweza kuja leo hapa kwa ajili kuhakikisha kwamba mayatima wetu, wajane wetu, walemavu wetu na wahitaji mbalimbali wanapata huduma hii ya kiafya. Kwa hiyo nilikuwa vile kwamba ndugu zangu, tupo hapa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na wale wote ambao walikuwa wanaabudu mwezi mtukufu Ramadhani umeshapita, lakini Mwenyezi Mungu ni yupo. Kwa hiyo tuendelee jamani kuwasaidia mayatima wetu, tuendelee kuwasaidia wajane wetu na wahitaji mbalimbali. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi waliofika kupata huduma kupitia kliniki hiyo wamewashukuru wadau wote waliofanikiwa kusogezewa huduma za bure karibu na makazi yao. Nashukuru sana jumuiya hii ya Kiislamu Jai kutuletea huduma hii huku majumbani. Tunashukuru, wanatujali. Kama hapa tumekuja kucheki afya na maradhi ya mwilini. Ndugu zangu na nyinyi mahasini, tunaomba mtufikishie taarifa zifike kwa jamii, wajue Jai kazi wanazozifanya ni kazi kubwa, wanajitolea kuwafikia watu walio majumbani na mahospitalini kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa. Wafugaji mkoani Mara wameiomba serikali kuwasaidia kupata maabara ya mifugo itakayowasaidia kupunguza adha ya vifo vya mifugo na kuongeza tija ya ufugaji katika masoko ya ushindani kitaifa na kimataifa. Zuberi Mgaya anatupasha zaidi. Ombi hilo wamelitoa wakati wa mafunzo maalum yaliyotolewa na Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba TMDA, yakihusisha wataalamu kutoka sekta mbalimbali, ambapo wafugaji hao wamesema kukosekana kwa maabara ya mifugo ndiyo sababu inayopelekea kukosa elimu ya namna ya kuitibu mifugo yao. Mwananchi kama mwananchi au mfugaji anahitaji apate huduma, na maabara ni sehemu ya huduma, na mara nyingi tumekuwa tukitibu kwa hisia, lakini tukiwa tuna uhakika kwamba kuna maabara jirani, ni rahisi kuchukua sample na kupata huduma. Kukosekana kwa maabara kuna tuasiri sana, tunafiwa mifugo sana, tupate huduma inayostahili. Kwa hiyo tumepoteza mifugo mingi sana. Kwa hiyo kwa hali hii tulikuwa tunaomba tupate hata maabara Msoma iweze kutusaidia. Kwa maana hiyo, kutambua ugonjwa kwa mapema tunaweza kusaidia kuokoa hawa mifugo. Mshauri wa mifugo mkoa wa Mara, Matthews Lushereje, ameelezea hali ya mifugo mkoani humo katika kipindi cha robo ya mwaka huu 2026, akisema zaidi ya mifugo 900,000 imebainika kuwa na dalili za magonjwa na mingine zaidi ya 77,000 kufariki, huku akibainisha sababu zinazopelekea kuwepo kwa idadi ya mifugo hiyo inayoathirika. Hali hii imechangiwa na sababu mbalimbali, ikiwemo ukosefu wa matibabu sahihi. Tumeona kwamba kama watoa huduma walioko kule kwenye maduka, wengi wao elimu sahihi ya mifugo nao hawajafika vizuri, inakuwa ni changamoto. Napewa dawa mfugaji mwenyewe anaenda nusu, anaenda naye anakosea, yanatokea hayo. Lakini pia ni kutogesha, wafugaji wengi hawazingatii uogeshaji. Lakini pia sababu zingine, kuna sababu ya idadi kubwa ya mifugo zidi ya idadi ya wataalamu wa mifugo kuweza kumudu kufika kwa wakati kwa mfugaji.
Kwa upande wake, mkaguzi mwandamizi wa dawa kanda ya Ziwa Vacancy Brushi amesema changamoto kubwa ya wafugaji wanatumia dawa kutibu mifugo yao bila kupata elimu ya dawa hizo kutoka kwa wataalamu wa mifugo. Dawa za mifugo ambazo wanazitumia kutibia magonjwa ni dawa ambazo tunazidhibiti sisi mamlaka ya dawa. Sasa changamoto tunayokumbana nayo ni kwamba kuna matumizi yasiyo sahihi ambayo yanapelekea usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya hizo dawa. Kwa hiyo unajikuta kwamba malalamiko yamekuwa ni mengi kwa wafugaji kwamba dawa zinazotumika haziwasaidii. Sasa tukiangalia chanzo kikubwa, pengine inawezekana tatizo sio dawa, tatizo ni practice, tatizo ni matumizi. Sindano, labda vidonge, suspension na kadhalika. Lakini unajikuta molecule ni zile zile. Na wakulima wa zao la parachichi katika kijiji cha Ilolo, kata ya Kigwila, wilaya ya Rungwe, mkoani Mbeya, wameazimia kuunda kamati zitakazowapokea wanunuzi na kuwatambulisha kwa wakulima ili kuhakikisha wanafanya biashara na wanunuzi na mawakala waliosajiliwa na mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA. Nuhu Stima anatuarifu zaidi. Maazimio hayo yamefikiwa mara baada ya wataalamu wa COPRA kwa kushirikiana na halmashauri ya wilaya ya Rungwe kukutana na wakulima hao na kuwapa elimu ya kufanya biashara na wanunuzi wanaotambulika ili kuepuka ununuzi holela unaopelekea kudhulumiwa na kuibiwa mazao yao. Ushirika ni muhimu sana. Hata kupata soko ni rahisi kwa sababu tuingia kwenye mfumo ndani ya ushirika. Ushirika unatutafutia majenti, unatutafutia watu wa viwanda, unatutafutia soko. Kwa kikubwa ni kwamba tuachane na ule ubinafsi. Hapa pamejaa ubinafsi. Nafikiri mwenyekiti ni shahidi. Kwenye uzaji wa na kupigia sana kelele. Lakini unafika mahali unasema wananchi wenyewe wanaamua hivyo. Kwa ninachoomba, acha tunde hiyo kamati. Hiyo kamati ndio mahali pa kusemea, ndio mahali pa kuja kupiga kilio wilayani. Aidha, baadhi ya wakulima hao wameomba kufikia makubaliano ya kuwa na mizani zao kwa ajili ya kupimia mazao yao kabla ya kuwafikia wanunuzi ili kujiridhisha wakati wa biashara hiyo, huku akisisitiza kuheshimu makubaliano ya kikao hicho. Mimi nilikuwa naomba hata kama itawezekana, yani tukiunda vikundi, basi kwenye vikundi vyetu hivyo tuwe na mizani yetu, pamoja na kwamba kule kwenye kituo tutakao kukusanyishia kutakuwa na mizani, lakini na sisi wakulima tuwe na mizani ya kwetu. Pindi tunapopima maparachichi tutumie mizani ya kwetu ambayo hatuwezi kujiibia wenyewe. Matakwa ya mwananchi unapanga mwenyewe. Atakaye kiuka kuwa tofauti na maazimio anashughulikiwa kwa idhaa ya maamuzi ya wananchi walichokiazimia wenyewe kwa mawazo yao. Mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafar Haniu amewataka wakulima hao kuendelea kusajili vikundi vyao ili kujiunga katika vyama vya wakulima AMCOS ili kunufaika na mikopo inayotolewa katika vyama hivyo, hali itakayosaidia kuongeza tija ya uzalishaji. Tuende kwenye ushirika, yani AMCOS, tuwe na AMCOS ambazo zitatupa sisi nguvu ya kuongea lugha moja. Tukikubaliana hatufanyi, tunafanya. Mwisho wa siku vyama vyetu vinavyokuwa vitakuwa ni vyama ambavyo vinakuwa na vinakopesheka. Tengeneze umoja au ushirikiano huo au shirika huo ili sasa tuanze kuwa na lugha hii moja. Mwaka huu nimesema tunaanza na kamati ile, si ndio? Kwa sababu hatuna vyama. Lakini tungekuwa na chama, tungekirasimisha hapa tukakiongezea majukumu ya mazao ya parachichi. Unakuta chama ni cha labda kinashughulika na kahawa peke yake, si ndio? Sasa sisi tunataka chama cha ushirika cha hapa kiwe na mazao karibu yote. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Mbeya ndo kunahitimisha kapu la habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha tarejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Zuberi Mgaya. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Zaidi ya watu 70 hawajulikani walipo baada ya mashua waliokuwa wakisafiria kupinduka katikati mwa bahari ya Mediterania. Kwa mujibu wa shirika moja la kutetea haki za binadamu la Mediterranean Saving Humans and Sea Watch, makumi ya watu hawajulikani walipo baada ya boti iliyokuwa ikisafirisha wahamiaji kupinduka na kuzama katikati mwa bahari ya Mediterania. Kulingana na shirika hilo, watu 2 walikufa na wengine 32 waliokolewa kutoka kwa boti hiyo ambayo ilikuwa imeondoka nchini Libya siku ya Jumamosi alasiri ya Aprili 4 ya mwaka 2026 ikiwa na karibu watu 105. Shirika hilo limesema kwenye mtandao wa kijamii wa X kuwa boti hiyo ilipinduka katika eneo la utafutaji na uokoaji linalosimamiwa na mamlaka ya Libya na kuwa watu 32 walinusurika, miili 2 imepatikana na zaidi ya watu 70 hawajulikani walipo. Shirika hilo la Sea Watch lilisema meli 2 za kibiashara ziliokoa manusura na kuwapeleka kwenye kisiwa cha Italia cha Lampedusa. Kulingana na shirika la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IMO, tangu kuanza kwa mwaka 2026 wahamiaji wasiopungua 683 wamepoteza maisha yao au kupotea katika majaribio ya kuvuka bahari ya Mediterania. Naweka utuo kwa taarifa hiyo mtazamaji. Kwingineko, makamu wa kwanza wa rais wa Iran ameita shambulizi lililotokea katika chuo kikuu cha teknolojia cha Sharifu kuwa ni ishara ya wazimu na ujinga wa Trump, licha ya kuwa Marekani bado haijathibitisha kuwajibika katika shambulizi hilo, akiongeza kuwa ngome hiyo haitoporomoka. Shirika la habari limeripoti kuwa inaonekana shambulizi hilo limegharimu sehemu za chuo kikuu, ikiwa ni pamoja na jengo lake la kituo cha teknolojia cha msikiti wa shule hiyo, ambapo shambulizi hilo pia limesababisha kukatika kwa gesi katika sehemu za Tehran. Makamu wa kwanza wa rais wa Irani Daktari Muhammad Reza Arif amesema rais wa Marekani anashindwa kuelewa kwamba maarifa ya Iran hayajawekwa kwenye majengo ili yaharibiwe na mabomu. Ngome ya kweli ni mapenzi ya maprofesa na wasomi wao. Vyuo vikuu kadhaa nchini Irani vimeathiriwa tangu kuanza kwa vita, vikiwemo chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Tehran na chuo kikuu cha Shahidi Beheshti. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, idara ya usalama ya Marekani inachunguza milio ya risasi iliyosikika karibu na ikulu ya nchi hiyo White House mapema Jumapili Aprili 5 ya mwaka 2026 asubuhi. Idara hiyo ilisema maafisa walijibu ripoti za milio ya risasi katika eneo lililozunguka hifadhi ya Lafayette ya Washington DC muda mfupi baada ya saa 6 usiku kwa saa za eneo hilo, na kushika doria katika bustani hiyo kaskazini mwa makazi ya rais na eneo linalozunguka. Kulingana na idara ya usalama, hakuna mshukiwa aliyepatikana na hakuna majeraha aliyoripotiwa, ambapo idara hiyo na washirika wake wanatafuta gari linalowezekana kushikwa na tukio hilo na mtu anayehusika. Rais Donald Trump alikuwa Washington DC weekend hii, huko idara ya usalama ilisema shughuli katika ikulu ya White House zinaendelea kama kawaida na usalama umeimarishwa. Mkurugenzi wa mawasiliano ikulu ya White House Stephen Chog katika ujumbe wake kupitia mtandao wa X alisema siku ya Jumamosi Aprili 4 ya mwaka 2026 kwamba Trump amekuwa akifanya kazi mfululizo katika ikulu ya White House mwishoni mwa juma hili. Na huo ndio mwisho wa habari za kimataifa kutoka hapa Mahasin TV. Mimi jina langu ni Zuberi Mgaya. Shukran Zuberi Mgaya kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii leo. Mafuriko yapelekea kaya 25 kata ya Majengo na
Kipampa manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma kukosa makazi. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi wapongeza washiriki mashindano ya kimataifa ya kuhifadhi Qur'ani. Katika rubaa za kimataifa zaidi ya watu 70 wajulikani walipo baada ya mashua waliokuwa wakisafiria kupinduka katikati mwa bahari ya Mediterania. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah pana majali wake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba wenzangu wote walifanikisha kuletea kapu la habari, mimi Hilal Sefuria kusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Zuberi Ngaya. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na hivi sasa tuangazie utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kutoka TMA. Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Umari kutoka Mamlaka ya Hewa Tanzania. Na kwa kwanza tuangalie vipimo pepo, ambapo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, hususan katika maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika. Kwa maeneo ya ziwa Rukwa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Na kwa maeneo ya ziwa Nyasa pamoja na pwani yetu ya kusini upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na mifumo anga inaendelea kuonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, kusini mwa nchi pamoja na ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Na kwa usiku wa leo maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Kwa maeneo nyanda juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani yetu ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla. Na kwa siku ya kesho maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, kati mwa nchi, nyanda juu kusini magharibi, mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, maeneo ya pwani yetu ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo nyanda juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na matarajio ya hali ya hewa kwa siku 4 zijazo kwa baadhi ya mikoa na miji hapa nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua katika maeneo machache. Na mpaka kufikia hapo kutoka Mamlaka ya Hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.